Masjid Fisabilillah hapa maeneo ya Mbagara Maji Matitu, ambapo tumeongozwa ibada hii na Sheikh wa kata ya Mianzini hapa maeneo ya Mbagara, Sheikh Adam Mikidadi. Sheikh, asalamu alaykum. Wasalamu alaykum. Habari yako? Alhamdulillah. Hongera sana bwana. Swala liko nzuri, na sisi wengine walevi wa hunna zile hunna naona hapa ndo mahali pake. Inshallah mambo ya makamati, wenyewe wanaita makamati. Makamati. Hatari sana, vita sana. Sheikh, naona ni wiki ya pili sasa unazungumzia amani, na tulikuwa na Mufti Abubakar bin Zubair bin Ali pale maeneo ya Kinondoni, naye pia alikuwa anakazia hivyo kwamba mashehe wote wa kata na baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wahimize neno amani. Wewe unahisi umehimiza kwa asilimia ngapi katika kata yako? Wallahi alhamdu, tumehimiza kwa asilimia nyingi sana, na yote ni tunachukua na kupokea na kumuunga mkono Mheshimiwa Mufti wetu na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali katika kauli mbiu hii, na huo ndio Uislamu kama tulivyosema, al-Islam huwa al-amnu, Islam ni amani. Kwa hiyo lazima tuimizane amani, na si Uislamu tu, watu wote wanaona katika ulimwengu hapa. Yani amani inatakiwa katika kila jambo. Katika awe Muislamu asiwe Muislamu, amani ni jambo la msingi. Awe mwanadamu asiwe mwanadamu, mpaka wanyama wanahitaji amani ili waweze kuishi katika mgongo wa ardhi huu. Na Mungu amekataza sana yule ambaye analeta viashiria ama kwa makusudi anataka kuivunja amani ya nchi, anataka kuvunja amani ya jamii husika, anataka kuvunja amani ya nyumba yake. Mwenyezi Mungu amekataza mno, na ndio maana tunachukua jukumu hili kuwakumbusha wanadamu wenzetu, kuwakumbusha waumini wenzetu, kuwakumbusha Watanzania wenzetu wawe makini na watu wanaokuja kupitia vyama vya siasa na mambo mengine na kupitia nyanja zingine. Lazima warudi waangalie Mwenyezi Mungu anasema nini, mtume ameagiza nini, kama Muislamu anatakiwa afanyeje. Sio kila linalokuja kulifuata tu unaiga, unaingia barabarani unaenda kufuata matatizo. Na naona hapo ulizungumzia kuwa swala zima la kufuata mkumbo. Umezungumza hapo, umekazia kwamba inawezekana mtu anasema kabisa kwamba kiwake aliyakuwa hajui huko mbele kitasibu kitu gani. Ndio maana tulitoa mifano katika ile hutuba, tukataja baadhi ya nchi kadha wa kadha kilichowakuta na hali walionayo mpaka sasa baada ya kuwaka. Kisha waka nini kinafuata? Wachukua ule mfano tunaona kwa hivyo vya habari kila siku. Kwa lazima tupite katika zile njia zinazotakiwa. Haki itapatikana na kila kitu kitapatikana kupitia utaratibu, lakini sio kuleta vurugu. Haki iweze kupatikana kwanza amani, alafu hiyo haki ndio inakuja baadaye. Kwanza amani, haki inakuja baadaye. Lakini Sheikh, wewe ni shehe wa kata ya Mianzini, labda kata yako ina misikiti mingapi? Kata yangu mimi ina misikiti zaidi ya 35. Zaidi ya 35. Misikiti hiyo ipo ndani ya kata ya Mianzini, walilahi alhamdu. Na wamepata habari hii kwamba kila Ijumaa au kila ibada, mida ile ya ibada, mada kuu kabisa iwe ni amani. Naam, ujumbe huu umefika, na kuna wawakilishi wetu kwa sababu tunalo baraza la mashehe kata ya Mianzini. Hao wote tutawapa ujumbe, kila mmoja akisha anafikisha ujumbe. Lakini tunao almashauri, lakini vile vile tunao maimamu, walimu wa madarisi, wote hao tuko nao wakata mzima. Tunafikishana ujumbe na tunapeana hizo taarifa, na wao wote wanajua hili na wanaijua vizuri kauli ya Mheshimiwa Mufti. Wamebadilika na acha mazoea. Sawa, wamejitambua, wamebadilika na wameacha mazoea. Naam. Basi nikushukuru sana Sheikh Adam Mikidadi, shehe wa kata ya Mianzini, lakini pia ni imamu wa Masjid Kuba pale kwa Mbiku. Ndio. Karibuni sana. Nikushukuru sana Sheikh. Karibuni Mianzini. Shukrani. Nilikuwa na shehe wa kata ya Mianzini, lakini pia ni imamu wa Masjid Kuba pale kwa Mbiku, Mbagara kwa Mbiku. Mimi naitwa Heri Mpinga Shari, na tuendelee kutazama kila siku. Shukrani.